Unafuatilia mfano nabii. Samahani naongea hivi kama wewe ni mshabiki wa manabii, hata mimi ni mshabiki pia. Lakini naongea neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Unakuta nabii ameibuka, hana mbele wala nyuma. Nikisema hana mbele wala nyuma namaanisha hatujui historia yake amelelewa na nani. Wakati nafanya deliverance, mama mmoja akaja nyumbani kwangu. Ni mama mzuri. She's so beautiful. Ana mwili wa kutosha. Meingia hapa anamfanyia deliverance. Anaanza kulisimulia watumishi aliokutana nao. Ni vituko, aibu hata kusikia. Bwana apewe sifa. Yaani mtumishi, hizi tabu hizi tunakutana na vitu vingi tunavumilia. Anambia sasa muwe makini nayo maombi mnaofuatafuata. Ni watumishi ambao ni kweli ni watumishi. Wana vyombo vizuri. Wana majumba ibada mazuri, lakini walikimbia maandalizi. Na unapokimbia maandalizi, tafsiri yake ni kwamba shetani atakuwai, atakuwekea vya kwake. Usije ukafikiri wahubiri ambao ni wazuri hawajaanza na hatima na kitu cha kiungu ndani. Walianza na kitu cha kiungu. Walikuja kukosea kwenye eneo la maandalizi. Hawakukubali kuandaliwa. Kama unafikiri utani, kasome Danieli. Mfalme yule wa Babeli anasema, nitafutie watu katika wana wa Israeli wenye hekima, wenye ufahamu, waliojaa maarifa, waliojaa elimu ya kifalme, alafu walete kwenye darasa langu, uwafundishe waje wanitumikie. Mfalme wa Babeli, shetani anapotaka kumtumia mtu, anapotaka kufanya kazi na mtu, hatafuti mtu mjinga mzembe, anatafuta mtu ambaye ana kitu cha kimungu ndani. Bwana asifiwe sana. Na watu ambao hawajakubali kuandaliwa wanakutana naye. Haleluya. Watu waliokubali kuandaliwa na Mungu hawanaga haraka.